Azam wanaweza wakapata ubingwa kwa haraka wakiwa Simba ama Yanga kwa kile kikosi cha Azam. Hasa kikosi cha Azam, ukiniambia Azam goalkeeper nani yule? Namba 1 nani? Mustafa. Sasa Mustafa achukua na Didiala uwezo unafanana. Yaani tuchukue kile kikosi umesikia? Azam wasajili kwa sababu Azam bado ni timu ndogo. Kwa macho kawaida unaona kusema wachezaji wazuri, lakini sio kweli. Nimetolea mfano mchezaji mmoja kama Mustafa. Chukua namba 2 kama Rusajo. Ukachukua kutoka bora wa Rusajo, ukichukua na ubora wa Yoko Kwasi na ubora wake. Nani unaenda huko kwa Kapombe? Nani unaenda nao? Unajua Kapombe ni bora kuliko nani? Kuliko yule. Chukua namba 3. Alafu chukua na ubora kama Boka au ubora kama Mohamed Hussein. Unaona? Tunazungumza wale wachezaji ambao wanasajili. Kwa nyinyi ambao mnaamini kama wachezaji wakubwa lakini wao ni mdogo. Kwa fedha ambao Azam ambazo wanazo. Na mimi nishasema changamoto ya Azam ambazo ninazo. Jambo ya kwanza ni scout ya wachezaji. Scout ya wachezaji ni wadogo, sio wachezaji wakubwa. Unaweza ukawa na tajiri lakini matoto yako kani mataira. Unaelewa si? Haina faida ya kuwa na watoto au unaweza kuwa ni tajiri lakini ukashindwa kuzitumia hizo fedha zako. Ndio kama Azam. Nitolea mfano case study Azam. Azam kwa jinsi ilivyo timu yao ni chipukizi. Ni kama unavyoona Mamelodi, sio? Mamelodi Afrika Kusini timu ndogo. Timu kubwa tunazungumza Kaizer Chiefs, tunazungumza Orlando. Mamelodi ni timu kama Azam ambao ni kama Balesa tunavyowekeza. Umeelewa? Wale wamewekeza lakini kwa sababu wale wana scout bora, wamepata wachezaji bora. Leo Mamelodi wana dominate mpira Afrika Kusini. Ukichukua kama Pyramid timu ndogo kama Azam, timu kubwa ni Zamalek na National. Lakini Pyramid wanachukua fedha zao watafuta wachezaji bora wanaweka, lakini Azam watafuta wachezaji bora. Leo akina Samaki sio akina nani kule wakina Diakea TSD, wana wachezaji wadogo. Afrika hii kuna wachezaji wakubwa ambao Azam kwa fedha zao waweza kusajili na kaleta ushindani. Wao wachezaji ambao kwa sita Azam hakina ushindani. Sasa Azam watana na Mbeya City. Lakini kuna taarifa Jibril mnamtaka wananchi. Jibril si mtaka ili uone Azam ni mchezaji mdogo. Azam wana timu ndogo. Nimesema hivi, nimetolea mchezaji mmoja. Kuna wachezaji wachache kidogo ndo bora. Sio wote kwa ujumla. Ukisema Jibril ni bora. Jibril kuja wananchi. No. Hadi Jibril mchezaji bora au Feitoto mtu ambaye atasema sio mchezaji bora. Huyo ni mwenda azimu. Lakini nimetolea wachezaji hao baadhi kulinganisha na sikiza. Feitoto namtaka. Feitoto arudi kundini. Sikiza, Feitoto sisi ndio tumemweka katika ramani ya dunia mpira. Kwa mtoto anarudi nyumbani. Sikia, yani mtoto akienda kwa baba yake ni sehemu salama zaidi kwenda sehemu nyingine ya jirani. Unaelewa? Feitoto dunia wanaamini Feitoto kama namba 6. Yanga siwezi kumwambia sio hapa namba yako. Dunia bado hajafaidi dhahabu yako na miguu yako hii. Feitoto chukua nenda hapa namba 10. Dunia yote na mwemba uongo kweli. Ni nani ampeka namba 10? Ilikuwa ni Mwalimu Nabi. Nabi ni Yanga siwezi kama. Munyi Zahera kwa namba 6, baadaye kocha Maarifa Nabi akasema hapana, huyu anafaa kaa pale kwenye shimo la juu. Dunia na mwimbo wangu kweli. Kwa Yanga ndio mmeweka Feitoto kwenye ramani ya dunia. Kwa Feitoto lazima isamini Yanga na anajua hivyo. Na ubora wa Yanga, lakini Yanga ni kama nyumbani. Amekaa karibia miaka 6 kwenye klabu. Ni nyumbani. Tangu akiwa kijana mdogo mpaka sasa kijana. Kwa mtoto akitaka kurudi nyumbani maana yake ni fahari kubwa. Ule mshahara ndio ulipo Azam pale mnaweza mkafika kwa wananchi. Sikiliza. Yeye anazungumza klabu ambayo kwa mujibu wa database tuko milioni 35 wanachama. Yaani wanachama tuko milioni 35. Tushinde kupa mshahara mtu milioni 50 na 40. Sisi lakini mko wengi lakini club bado haijawa na nguvu ya kuweza kujitegemea yenyewe kama yenyewe kwa kuweza kutegemea wanachama na mashabiki. Kuna namna ambayo unafikiri nini klabu ifanye ili kuweza kunufaika na idadi kubwa ya hao wanachama na mashabiki ambao wanao ili iweze kujitegemea hiyo independent kiuchumi? Kwanza nataka ufahamu kitu kimoja. Inawezekana Ayubu kuna vitu havijakaa sawa yeye kifahamu. Soma hii hapa katiba yetu. Hii katiba yetu. Hii katiba kabla ya. Kuna transformation, mabadiliko. Tupo katika phase ya mabadiliko. Phase namba 1 ambayo ya msingi tupo katika stage namba 3 ya kuwasajili wanachama. Hili kumlazimisha huyu awe mwanachama klabu ya Yanga. Kumweka kwenye database na anza kulipa. Baada ya hapo maana yake tutaanza kuuza sasa ile isa kwa mujibu wa katiba yetu sisi wenyewe. Tukianza pale maana yake wachezaji watakuja kule klabu, lakini tupo katika phase namba 3. Lakini katika phase namba 3 nimekwambia ndio klabu namba 3 duni Afrika kwa wanachama wengi. Ukiacha National, ukiacha Zamalek kinafuata klabu Yanga. Kwa mujibu wa database na mfumo ambao rasmi dunia unatambua. Umeelewa? Sasa ukisema kufaidika, Yanga ishaanza kufaidika kwa sababu wanachama wamewekea mfumo. Leo mwanachama klabu ya Yanga anapaswa kulipa ada yake wanachama shilingi 24 kwa kupitia simu. Message inakuja na lipia ada wanachama inaenda direct moja kwa moja. Hiyo maana yake klabu inapata na kusanya mapato mengi zaidi. Lakini klabu inafaidika, sio klabu
yupo. Inasikana ufahamu. Mpira wa nchi. Wafuatilia hata ambao wanaonesha. Kuna mechi tu za klabu ya Yanga ndio pekee yake mdhamini anaonesha katika hiyo mechi. Yaani kuna mdhamini ambaye ameingia kwa ajili ya kusponsor au kwa ajili ya matangazo, kwa ajili ya yaani yeye tangazo lake kuna mechi moja tu ya Yanga. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaamini Yanga ndio klabu ambayo inafuatiliwa peke yake na klabu ambayo ina wanachama wengi. Ushahidi wa pili uweze kuelewa kama klabu ya Yanga hii ina wanachama wengi kuliko klabu yote. Tumeenda mikoani. Umeona ile vibe la Kigoma. Ule vibe au umeona ya Tabora. Umeona ya Arusha. Umeona ya Kagera. Umeona Babati Manyara. Yaani ile msafara klabu unapokelewa ni zaidi msafara wa rais au wa vyama vya siasa vyovyote barani Afrika. Hakuna rais yoyote wa Kiafrika alienda mkoani akapokelewa kwa shangwe na milingi kuliko klabu ya Yanga. Tafsiri yake ni nini? Kwa hii ni klabu inafuatiliwa, klabu ina wanachama na klabu ina fedha. Sasa tuje kwenye uhalisia. Kwa maana hiyo sio uhalisia, wanachama wote ni uhalisia. Wanachama ama mashabiki wa Yanga wa nje ya Dar es Salaam, yani mikoani, Yanga inapoenda kucheza uwanja huo unajaa kabisa, na moja kati ya sehemu ya kipato kwa timu ni gate collection. Lakini kuna baadhi ya mechi ambazo Yanga wanacheza hapa Dar es Salaam na hizi timu sio kucheza na KMC sio na timu gani, uwanja haujai. Uone kuna namna ambayo mnaidhulumu timu kupata mapato. Kama kweli nyinyi ni mashabiki ambao mnaipenda timu yenu, kwa nini huwa muijazi uwanja Yanga inapocheza na hizi timu za kawaida mpaka zio zinacheza na timu kubwa? Kwa Dar es Salaam. So mimi nenda pale bodi ya ligi ofisi namba 14 kwa N-card. Yanga ndo klabu pekee katika nchi hii ndani ya miaka 5 ndo klabu inaongoza mashabiki kuja uwanjani. Yaani hakuna klabu nyingine yoyote katika nchi yoyote ambayo imezidi Yanga kujaza mashabiki kuingia uwanjani kuliko klabu ya Yanga. Ukienda mkoani hii mechi ya Yanga inakuwa mechi ya mwenyeji ambao wa mkoani. Tunazungumza katika hivyo viwanja tunazungumza wewe. Yanga ndo miaka 5 inaongoza wanachama na mashabiki kuja uwanjani kuliko klabu nyingine yoyote. Kwa tukisema tuko wengi, tunachangia kipato klabu yetu. Tuna ushahidi huo. Kama wewe unabisha, unatakiwa ubishane na N-card ambao hawa ndio wana punch kadi za kuingia uwanjani. Sasa unasemaje sisi tuungu mkono? Ingekuwa tuungi mkono maana yake klabu ya Yanga ingekuwa nafasi ya 3 au ya 2, ungesema hapana. Mnazidiwa na klabu fulani hii nao ndio wanaongoza, lakini sisi tunaongoza kuliko vilabu vingine vivyo. So mimi nazungumza kwa mujibu wa N-card. Karibu sana. Malizia moja. Viongozi wametoka kwenye kikao cha bodi ya ligi ambacho kimefanyika leo. Nini kimetokea? Je, huenda tukaona mechi hiyo ikachezwa baada ya kikao hicho kufanyika? Mchezo wetu sana uko mbali sana mwanangu. Twende. Sikiliza mdogo wangu. Hapa tumeongea rais, makamu wa rais ambao ndio amekasimiwa madaraka na rais wa klabu ya Yanga ambayo iko nje ya nchi. Makamu wa rais amezungumza ya kule ambao amesema mechi ile ambao maagizo ambao umetupa tumeenda kusimamia mechi hiyo haitachezwa. Sasa wao ukisema jambo lingine tofauti ambao na kiongozi mkubwa wa klabu ambao amezungumza, ndio maana sasa mchezo extra mlikopo mbali ambao rais alikuwa anazungumza, makamu wa rais alikuwa anazungumza na hapa dunia. Lakini jambo kubwa kuliko lote ni waandishi wa habari. Na sisi tumelalamikia bodi ya ligi kwa mujibu wa kanuni na taratibu zetu. Jambo moja kuliko lote na nyinyi waandishi mkatusaidie. Hii ni bodi ya ligi. Inawezekana na waandishi mkao mjui. Bodi ya ligi ina wajumbe wapo 12. 4 ni wakubwa ambao 4 kwa sifa na kusoma katiba ya TFF toleo 2013 wanasema mtu ambaye mwenye sifa ya kuwa makamu wa bodi ya ligi, mwenyekiti wa bodi ya ligi pamoja na mjumbe wa bodi ya ligi ni lazima awe mwenyekiti au rais wa klabu kwa mujibu wa sheria na taratibu. Si unaelewana? Na leo hapa mkiangalia watu ambao wameita manake ni bodi ya ligi, bodi committee ya bodi ya ligi. Wameita wao, wameita na uongozi wa Yanga. Ukiangalia ile structure ya juu, mwenyekiti wa bodi ya ligi mwenyekiti wa bodi ya ligi ni mzee Mguto. Kwa mujibu wa kanuni na katiba zetu sisi, maana yake sio mwenyekiti wa klabu yoyote. Lakini vile vile chini yake kuna CEO mtendaji na Almas Kasongo. Makamu mwenyekiti wa bodi ya ligi ni Idrisa Naso kutoka Azam, ambaye ndio mwenyekiti wa Azam. Mtendaji wake wa chini anaitwa GS, General Secretary, ambao ni katibu mkuu wa TFF Kidau. Leo nataka niulize, katibu mkuu umemuona?
Sio, mnanielewa? Lakini vile vile ukisoma ile structure, wajumbe ambao wa bodi ya ligi wanatakiwa watatu wawe ni kutoka ligi kuu Tanzania bara. Yaani wajumbe watatu ni lazima watoke ligi kuu Tanzania bara. Wajumbe wawili ni lazima watoke katika ligi daraja la kwanza na mjumbe mmoja ni lazima atoke katika daraja la kwanza. Tafsiri ya kaka ni nini? Kwa wajumbe hao wote walikuwa wanapaswa waje katika ligi kuu Tanzania bara. Ni mjumbe mmoja hapo ambao ni mwenyekiti, tunazungumza mwenyekiti wa KMC ambao alikuwepo, na mjumbe wa pili alikuwepo ni Tiageni ambao kutoka kwa Simba, ambao kwa mujibu wa katiba Tiageni sio mwenyekiti wa Simba, sio mwenyekiti wa bodi ya ligi, kamati ya Simba, bodi ya kugenzi ya Simba, sio? Ndio maana kauliza leo mmemwona Tiageni ambao ni mjumbe wa bodi ya ligi. Ndio maana tukasema bodi ya ligi inapaswa jiuzuru, tutengeneze structure mpya ya muundo wa bodi ya ligi leo, kwa sababu hii ni kikao cha bodi ya ligi na watu wanapata maswali. Je, bodi ya ligi ikiitwa, je, na watu wa TFF watakuja ambao kama Kidao ambao ni katibu mkuu wa TFF, lakini vile ni GS wa bodi ya ligi.